Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama chetu cha Mapinduzi kata hii ya Makongorosi, wajumbe wote wa kamati ya siasa, waheshimiwa madiwani, mkuu wetu wa kituo pamoja na wataalamu wote mbalimbali mliopo hapa, wajumbe wenzangu wote wa mkutano mkuu wa kata. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Pamoja na kamati yako ya siasa, nami ninaposimama mbele yenu nikiwa ni mjumbe halali wa mkutano huu mkuu wa kata ya Makongorosi. Ninayasema hayo mimi nikiwa ni mlezi wa kata yenu ya Makongorosi. Ndio maana nasema mimi ni mjumbe halali wa mkutano mkuu huu ambao sisi tupo hapa. Lakini kwa nafasi yangu kama mjumbe wa kamati ya siasa, pia ni mjumbe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapokuja kuzungumza na mkutano mkuu huu, nilikuwa sijajiandaa. Na nilikuwa sijajiandaa kwa kuwa nilikuwa sina taarifa rasmi ya kuwepo huu mkutano mkuu, na mimi nikiwa ni mlezi wa kata hii ya Makongorosi. Nilikuwa nimekuja kwenye msiba baada ya kusikia taarifa kwamba hapa kuna mkutano mkuu wa kata. Nikasema hawa ni ndugu zangu, na mimi nitakuja nije nione na ndugu zangu, tuongee nao na tuwaambie pia yale ambayo tumeyafanya toka walipotuchagua. Nianze kwa kuwapongeza kamati ya siasa kwa namna ambavyo iliweza kushughulikia mchakato na baadaye uchaguzi wa serikali za mitaa na tukashinda kwa zaidi ya 90%. Hongereni sana. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwapongeza wenyeviti wetu wa vitongoji, walishinda kwa kishindo. Hongereni sana, sasa tukachape kazi. Nitumie nafasi hii pia nimpongeze Mheshimiwa Diwani ndugu yangu Kasim Mwaule pamoja na jopo lake lote wakiongozwa na mtendaji wa kata kwa namna ambavyo wamesoma utekelezaji wa ilani, lakini walipoisimamia utekelezaji wa ilani wakishirikiana vizuri na kamati ya siasa hii ambayo iko mbele yenu. Hongereni sana. Ndugu zangu wa Makongorosi, mimi mwaka 2020 tukiongozana na waheshimiwa madiwani tulikuja mbele yenu kuja kuombeni ridhaa ya kuja kuwaongoza. Na nyinyi mwaka 2020 mlitupa imani ya kutuchagua kwa kishindo kuweza kuja kuongoza. Na mlituambia sisi wana Makongorosi na wanachunya kwa ujumla tuna changamoto nyingi na wilaya yetu ya Chunya iko nyuma. Mlituambia tuna changamoto ya maji. Mlituambia tuna changamoto ya elimu kwa maana ya shule na madarasa. Mlituambia tuna changamoto ya umeme. Mlituambia tuna changamoto ya afya. Mlituambia tuna changamoto ya kilimo. Mlituambia tuna changamoto ya mawasiliano na mengineyo mengi. Mlitupa imani hiyo, mkatukabidhi ilani ya Chama chetu cha Mapinduzi, mimi pamoja na waheshimiwa madiwani, Kasim yuko hapa mbele yetu, na tukafanya mkutano wa kujinadi pale zahanati. Mlitupa majukumu. Haya majukumu mliotupatia leo mmeyaona kwenye utekelezaji wa ilani yamesoma mbele yenu. Na tunapoyazungumza haya, sitapenda nirudie yale yaliyosoma, lakini nitaweza kueleza kwa kifupi. Kwenye upande wa sekta ya elimu, tumehakikisha tunajenga madarasa mengi ya kutosha. Tumeanzisha shule shikizi, tumeanzisha shule mpya, lakini hatujaishia hapo. Kwenye upande wa sekondari, tumeongeza madarasa kwenye sekondari yetu ya Makongorosi na Kipoka. Na leo tunapozungumza na nyinyi, sekondari yetu ya Kipoka inaenda kwa kidato cha 5 na cha 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya tunayoyasema hapa hayako Makongorosi peke yake. Haya tunayoyasema hapa tumeyafanya Bwawani, tumeyafanya Matundasi, Mheshimiwa Diwani yuko hapa, tumeyafanya Sangambi, tumeyafanya Ifumbo,
tumeyafanya na Kipembawe kote huko. Leo tunazungumza tunajenga madarasa na kuongeza kidato cha 5 na cha 6. Tumeongeza pia shule mpya 5 katika kipindi hiki cha miaka 5 hii. Na tunaendelea kujenga shule nyingine 3. Tunaendelea kujenga shule ya Upendo, kujenga Itumbi, Mheshimiwa Diwani yuko hapa. Tunaendelea na tunaanza makongorosi hapa kule Mwaoga. Na mimi msimu wa mwaka 2023-24 niliwapa mifuko 100 ya simenti ili ujenzi ule uweze kuendelea. Kwa sababu tunajua watoto ondoka Mwaoga ni mbali. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na sekondari kule ili watoto wetu wasitembee umbali mrefu. Kwenye upande wa afya, katika kipindi cha miaka 5 tumejenga zahanati mpya 15 katika wilaya yetu ya Chunya. Lakini hatujaishia hapa. Hapa tuna zahanati. Mtakumbuka tulikuwa tumeanza ujenzi wa kituo chetu cha afya ambacho tunatumia wote kwa maana ya mamlaka. Fedha zilizokuja hapa ni zaidi ya bilioni 1 na kuendelea. Nyinyi ni mashahidi. Tulipata milioni 500 za mwanzo kuweza kukamilisha. Tumepata vifaa tiba. Tuna vitanda vya kutosha. Tuna mashine vifaa tiba za kutosha. Tuna mashine za x-ray. Tuna mortuary. Tuna vitanda zaidi ya 80 na mashuka yake. Padogo hapo ndugu zangu. Mnatibiwa mtibiwi. Na haya tujaishia hapo. Tumezungumza kwenye zahanati zaidi ya 15, lakini zaidi ya vituo vya afya 5 vipya tumevijenga ndani ya miaka 5 ndani ya wilaya ya Chunya. Mpaka kata ya mwisho mnapokujua kule kwa Mikatoto, tumejenga kituo kikubwa, bora na cha kisasa zaidi. Lakini pia hospitali yetu ya wilaya tunaokwenda pale, nyinyi ni mashahidi. Kazi ambayo tumeifanya, mlitutuma mkatukabidhisha ilani na sisi mkatupa imani, tumewajibu kwa imani. Na tutaendelea kuhakikisha kwamba miezi hiyo kadhaa iliyobakia twende tukatimiza wajibu wetu, ili tutakapokuja tena mbele yenu nyinyi mfanye maamuzi yaliyokuwa sahihi na bora zaidi. Kwenye upande wa miundombinu ya barabara, tulipoingia 2020, mimi pamoja na Mheshimiwa Madiwani na Kassim yuko hapa, tumekuta bajeti ya barabara ya TARURA kwa wilaya nzima ya Chunya ni milioni 650 kwa mwaka mzima. Milioni 650 kwa mwaka mzima. Leo unaposoma mbele yenu, bajeti tumepandisha mpaka bilioni 2.2 kwa mwaka tunapokea sisi. Ndio maana leo mnaona tumeweza kujenga barabara nyingi ndani ya wilaya yetu ya Chunya, lakini hatujaishia hapa. Tumejenga barabara ya kwenda Kalungu. Bahati mbaya ile daraja ambalo lijenga pale lilikuwa ni dogo kulingana na uwezo wa ule mto. Pale pakapitiwa na maji. Lakini sisi kazi ndio tutuma tulitekeleza. Tulijenga barabara ya kutoka hapa kupita kule kituo cha afya kutuunganisha na Ujerumani. Tumejenga barabara ya kutoka hapa kutuunganisha na Malangamiro. Mnaoenda kufanya shughuli Malangamiro kule mnaona ile barabara. Lakini tumeenda kuhudumia barabara kubwa inayotoka hapa kutuunganisha na wilaya ya Songwe. Kila wakati tunaihudumia barabara. Watu wa Mwaoga wako hapa watakuwa mashahidi, inapitika karibu kipindi chote. Tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba kwenye ilani ilieleza ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami sio ahadi ya Masache, ahadi ya Chama cha Mapinduzi, kujenga kwa kiwango cha lami kuanzia Makongorosi kutuunganisha na Mkiwa. Na Mheshimiwa Rais ambaye ndio mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ameielezea hii barabara mwaka jana akiwa Singida kwamba barabara hii itajengwa yote kwa kiwango cha lami. Kama mwenyekiti wetu amesema, wewe mwingine ni nani ambaye utasema kwamba chama hakiwezi kufanya? Lakini na sisi tukasema hatuishii hapo. Tumeendelea kuiambia serikali imetupatia bilioni 10 kuanza ujenzi wa madaraja kwenye barabara yetu. Tunaopita kwenda huko Kipembawe zimetolewa zaidi ya bilioni
6, daraja la Lupa Tingatinga linajengwa na linakimbia kwa kasi kubwa zaidi. Tunatenga zaidi ya bilioni 4, kazi inaendelea daraja la Biti Manyanga. Hiyo yote ikiwa ni maandalizi ya kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami. Haya tunayoyasema yameelezwa kwenye ilani ya chama chetu. Kwenye upande wa hii barabara, wakati sisi tunaingia, barabara ilikuwa iko mwishoni, ikakamilika, leo inapitika vizuri, barabara ya lami kutoka Mbeya, mataa yako vizuri barabarani, na sisi watu wa Makongorosi ni wanufaika wakubwa, kwa sababu kupitia mataa haya tunafanya biashara zetu masaa 24, hasa kipindi cha usiku. Uongo ndugu zangu? Lakini pia tulimleta Mheshimiwa Rais hapa, Mama Samia alikuja kuizundua hii barabara na alikuja mpaka hapa Makongorosi. Mlimuona mkumuona? CCM we, CCM safi. Kwenye upande wa maji, Makongorosi tulikuwa pana shida sana ya maji hapa. Ulianza mradi, ulikuwa unakwenda unasuasua. Tukapata mimi mlinituma, nikaenda kumwambia Mheshimiwa Rais, akatupatia zaidi ya bilioni 2.8. Mradi ukakamilika na yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais alikuja kuuzindua. Maji tunakunywa hatunywi. Maji tunakunywa hatunywi. Lakini kana kwamba haitoshi, amezungumza hapa Mheshimiwa Diwani. Tunaendelea kupanua mradi. Cha kwanza tumwapelekea kule Ujerumani ambako ndio kwenye chanzo cha maji. Tunaenda kuwapelekea watu wa Mwaoga. Watu wa Mwaoga wako hapa. Mabomba mnayaona yanakwenda, mjayaona. Na tunaenda sasa, baada ya hapo tunaenda kuwapelekea na Karungu ili waweze kupata mradi wa maji. Na amezungumza hapa kwamba kwenye bajeti ilitengwa milioni 250. Niwaambie milioni 100 za kutangulia zimeshafika, ziko ndani ya yetu ya Chunya, tunazo mkononi. Hii yote ni kuhakikisha kwamba zile kazi ambazo nyinyi mnazituma tunaenda kuzifanyia kazi. Na hatujaishia hapo. Kwenye wilaya yetu ya Chunya, Matunda, Mheshimiwa Diwani yuko hapa. Leo maji wanakunywa pale masaa 24. Matondo masaa 24. Na kule Itumbi tulichimba kisima. Tulichimba kisima Upendo. Mamba, mradi wa maji unaendelea. Lupa, mradi wa maji unaendelea. Na Juzi 19 wamefungua tenda ya milioni 700 ili mradi wa maji upanuke, wananchi wote wa Lupa waweze kupata maji. Mkungungu watu wanakunywa maji. Mtanila mradi wa maji unaendelea. Kwa maana kata ya Matwiga na Mazimbo, mmeona mabonga yamepita hata kama mwezi mmoja au miwili imepita. Kazi inaendelea mpaka Kambi Katoto. Mradi wa maji ulikuwepo jana Kambi Katoto, mabomba yanachimbwa mitaani. Upande wa umeme kwa mkoa wa Mbeya, Chunya ndio tulikuwa nyuma, vitongoji vingi, vijiji vingi vilikuwa havina umeme. Leo tunazungumza na nyinyi hapa. Mheshimiwa Diwani amezungumza. Karungu tuwapelekea umeme. Manyanya tumwapelekea umeme na vitongoji vingine. Na sasa hivi tunaenda kupeleka umeme kule Majengo Mapya. Wiki 2-3 zilizopita walikuja watu wa TANESCO kwenda kuwapimia. Tunataka sasa tuzilete nguzo ili na watu wa majengo kule waweze kupata umeme. Na tunaendelea. Tunapoyasema haya, maana yake mpaka Kitete kule kwingine kote huko watu umeme wamepata. Wakati 2020 tunaingia, kata 4 za kimkakati zilikuwa zina pesa umeme. Kwa maana kata ya Mkungungu ilikuwa ina umeme, kata ya Lualanye, kata ya Mafyeko, kata ya Kambi Katoto. Tunapozungumza na nyinyi, Chunya leo vijiji vyote vinawaka umeme. Ni kazi mlitutuma, mlitukabidhi na sisi tumeifanya. Upande wa mawasiliano tumefanya hivyo hivyo. Leo hii mpaka ukienda vijijini unaenda kujificha chini ya vungu huko, mawasiliano yapo. Na hatutaishia hapa. Tunataka hata watu wakiwa ndani ya vipotela, ndani ya mashimo, mawasiliano yawepo ya uhakika. CCM oye! Makongorosi oye! Kwenye huduma za jamii tumeendelea. Mtakumbuka nilikuja mwaka jana, mwaka juzi. Nilitoa mifuko 50 ya simenti pale sokoni.
Tukafika tukaanzisha ujenzi pale. Na nikawaambia nenda kumwambia mkurugenzi atuletee fedha. Leo soko mnaliona mjaliona pale Makongorosi. Mnahudumiwa ile soko litakuja sisi tuhudumie. Na amezungumza hapa mtendaji. Zaidi ya wafanyabiashara 120 watapata huduma. Na nilikuwa naongea na mkurugenzi. Akasema mlimuomba muweke vile viambaza vya mbao. Nikasema vya mbao tutafanya kwa muda mfupi, lakini hatutakuwa na uniformity. Na hivi ambao baada ya muda fulani vinaweza vikaharibika. Tunataka tujenge viambaza vya simenti na tuwekee, na kama kila mtu sehemu ambayo ataweka grill nyuma yake, ili bidhaa zake asiwe na beba kunazo nyumbani, awe anafungia hapa anaweka na kufuli. Ananikumbusha mheshimiwa diwani hapa pale nilitoa mifuko 100 ya ujenzi wa ile soko. Na niwaombe na mheshimiwa mtendaji yupo hapa. Watu wa kwanza wa kuingia kwenye ile soko wale wafanya biashara waliokuwa wanafanya biashara ndani ya lile soko, ndio wale wa kwanza kupewa vile viambaza. Vitakavyobakia ndio twende na wengine ambao wataomba. Walivumilia wakati wa shida na wakati wa raha, wale wa kwanza kupata huduma. Hapo vipi? Mheshimiwa Mwenyekiti, ya kusema ni mengi ambayo tunafanya ndani ya kata yetu, ndani ya mamlaka hii, lakini ndani ya wilaya yetu ya Chunya. Ninajua sasa hivi ni mchana na tuna ratiba ndefu na watu na njaa simanza kuwauma. Mheshimiwa Mwenyekiti, amezungumza mheshimiwa diwani hapa kasi. Yale yote ambayo nyinyi mlitutuma 2020 tumeyafanya hatujayafanya? Mmeyaona mjayaona? Shule ya Amani mnaiona mjaiona? Na juzi kamati ya bunge ilikuja hapa kuja kukagua na imesifia mradi ni mzuri sana. Niwapongeze kamati ya siasa pamoja na watendaji wote mliokuwepo hapa. Mmefanya kazi nzuri. Ndugu zangu, mnyonge mnyongeni, haki yake. Nasema nikizungumza yote tutamaliza. Ananikumbusha hapa msaidizi wangu kwamba na walimu 3 tumewapokea kwenye shule yetu wanaendelea kuchapa kazi. Lakini hatujaishia hapa. Na mwenezi naye ananikumbusha tulitoa mifuko 25 kusakafia ofisi yetu ya kata pale kata yetu ya Makongorosi. Ndugu zangu na Makongorosi, haya ambayo tumeyafanya ni yale ambayo nyinyi mlitutuma. Sasa atatokea mtu huko atasema Masacha hajafanya kazi. Atatokea mtu huko atasema Kasimu hajafanya kazi. Wewe kazi yako ni moja. Muulize kituo cha afya unakiona au kioni au wendi kutibiwa pale. Muulize shule hizi unaziona au usioni. Mwambie mabomba ya maji haya unayaona au maji wewe haunywi. Anaweza akawa ni mtu wa kawaida, anaweza akawa mtu ametoka mbali, anaweza akawa mtu wa karibu, mwingine anaweza akawa ni kiongozi wako hapa. Sasa huyo kiongozi wako hujua kutakii mema. Kwa sababu kazi mliotutuma ya utekelezaji wa ilani tumeifanya. Na niwaambieni wengine hapa wagongo wenye siasa muda mrefu. Na wazee wangu wengine wapo hapa. Katika wabunge nitoka napata akili. Waliotekeleza ilani kwa muda mfupi ndani ya wilaya ya Chunya, Masache nambari 1. Uongo ndugu zangu. Vivyo hivyo na madiwani waliotekeleza utekelezaji vizuri ndani hapa kwenye kata yetu, Kasimu nambari 1.
Na bahati nzuri hapa mnajua ni pia vitu mama Mheshimiwa Sofia anashirikiana vizuri na kasi. Ndio maana haya mnayaona. Sumu ndugu zangu haionjwi. Sumu